Vyetu inaanza, tunamuona mwanamke mmoja akiwa anatambulisha teknolojia mpya ya uwepo wa maroboti. Inasemekana atakuwa na uwezo mkubwa wa kusaidia watu miaka baadaye. Tukiacha upande huo, hapa tunamuona Sharukani akiwa amechelewa kazini na muda ulikuwa umeweza kumtupa mkono. Alipofika kazini, waliendelea na kazi zao za kila siku. Unaambiwa huko kazini ni kila siku ni kufanya project mpya. Sasa Sharukani ana mke wake ambaye anaitwa Sonia, ana mtoto wake ambaye anaitwa Manu. Sasa wakati wa kula ulipofika, familia yake inaonekana ni yenye furaha siku zote yani. Sasa Sharukani anaonekana anaijali sana familia yake, ana upendo mkubwa na familia yake. Sasa ukiacha yote kwa yote, Sharukani ana kawaida ya kumpeleka binti yake shule kila siku. Sasa wakati akiwa amempeleka shuleni binti yake, moja kwa moja huendesha gari na kwenda moja kwa moja kazini kwake ambapo anapoweza kufanyia kazi. Sasa hapa alijaribu kumwaga binti yake na kumpromisi baadhi ya zawadi ambazo atakuwa anamletea. Sasa Sharukani akiwa kazini anaandaa project ya kuweza kuandaa robot ambaye atakuwa ni msaada wa miaka ijayo. Sasa siku moja iliweza kufika, ilikuwa ni siku ya tamasha ambapo Sharukani alithibitishia dunia uwepo wa robot ambaye ana uwezo mkubwa wa kufanya kazi na watu walifurahia kweli. Sasa siku hiyo Sharukani akiwa kazini katika ofisi yake, sasa akiwa anaendelea na project, ghafla kuna robot ambayo ilikuwa inaitwa Jiwani ambayo ilikuwa imeweza kutengenezwa. Sasa kitu cha ajabu, roboti huyu hawezi kujiongoza mwenyewe, lakini siku ya leo Sharukani alishangaa vitu vya tofauti sana alipokuwa ofisini. Alishangaa taa zikijiwasha, mpaka mfanyakazi mwenzie Raul alikuwa akishangaa pia. Sasa huku yule roboti ambaye anaitwa Jiwani alionekana kuwa na uhai. Ni kitu ambacho ni cha ajabu sana, roboti kuwa na uhai bila kuongozwa na mtu wowote. Hii inaonyesha ni hatari sana na inaonyesha kwamba system za kumuongoza roboti inawezekana zikawa zimeweza kuharibika. Na kitu cha ajabu, roboti yule alichukua chipu maalum ambayo ni chipu nyekundu ambayo inasadikika akiweka kwenye kifua chake, roboti huyu Jiwani anakuwa ana uwezo mkubwa, lakini pia ana uwezo wa kujiongoza mwenyewe. Sasa Sharukani akiwa anahangaika kuweza kutengeneza system hile ili iweze kuweza kukaa sawa, lakini kitu cha ajabu, Jiwani alikuwa ameweza kuweka ule moyo na katika chumba alichoweza kufungiwa aliweza kupasua kabisa. Sasa Sharukani moja kwa moja aliamua kukimbia katika chumba kikuu cha control ambacho kina uwezo wa kumuongoza Jiwani, lakini alipofika alishangaa system yote ya chumba cha control imeweza kuharibiwa. Lakini wakati huo Jiwani alikuwa anatoka pale ambapo alipokuwa ameweza kuhifadhiwa na taratibu alianza kujiongoza. Hii Sharukani iliweza kumwogopesha sana kwa sababu system yote ya kumuongoza Jiwani ilikuwa imeharibika na alifahamu ya kwamba inaweza ikawa ni hatari kwa upande wake na kwa upande wa dunia kiujumla. Sasa Sharukani akiwa anajitafakari nini anaweza akafanya kwa wakati huo. Sasa hapa basi tunamuona Jiwani akiwa amekopi sura ya Raul ambaye alikuwa amefuata kanda maalum bila kujua kama Jiwani alikuwa anamtazama kwa wakati huo. Sasa Raul akiwa anaondoka alisikia sauti ambayo ilikuwa ikimsemesha. Alipogeuka Raul hakuamini kumuona mtu aliyeweza kufanana naye. Moja kwa moja Raul alijua ya kwamba huyu bila shaka ni Jiwani, kwa sababu Jiwani ni roboti pekee aliyetengenezwa ana uwezo wa kujibadilisha sura ya mtu wowote. Jiwani alikusanya nguvu na kumpiga Raul na kuanguka chini moja kwa moja. Wakati huo Sharukani akiwa anahangaika huku na huku kuweza kuistopisha system hile isifanye kazi, alikuja kushuhudia Raul akiwa ametupwa kwenye moto mkali wa umeme. Wakati huo Raul alikuwa anateketea katika moto huo. Sasa moja kwa moja aliamua kupanda kwenye gari na kuamua kumkimbia Jiwani. Kitu cha ajabu, wakati akiwa anaendesha gari alikutana na Jiwani akiwa yupo mbele yake. Sharukani alishuka kwa kujiamini sana, akiamini ya kwamba atakuwa na uwezo wa kumcontrol Jiwani. Lakini Jiwani alipomkagua na kugundua huyu ndio ambaye aliyeweza kumtengeneza, basi Jiwani alikusanya nguvu zake zote na akiwa na hasira sana
aliweza kumshambulia Sharukani kwa nguvu za ajabu, na Sharukani aliweza kufariki hapo hapo na Jiwani kuweza kupotea eneo lile. Sasa siku ya msiba Sharukani uliweza kufika, watu wengi waliweza kuhudhuria kwa sababu Sharukani alikuwa ni mwanasayansi mkubwa ambaye dunia kiujumla walikuwa wakiweza kumtegemea. Basi watu mbalimbali, familia yake Sonia pamoja na Manuhu binti yake, wote walikuwa katika hali ya huzuni ya kuweza kumwaga Sharukani ambaye alikuwa ameweza kufariki. Sasa kipindi hiki ambacho Sharukani alikuwa amefariki, kule alikuwa amepotea kusipoweza kujulikana. Basi kipindi cha mazishi kilivyoweza kupita, Manu aliweza kwenda kwenye ofisi ya baba yake na kukutana na ujumbe ambao baba yake alikuwa ameweza kuandika. Ikitokea kwamba Jiwani ataanza kuleta madhara, basi yupo roboti mbadala anayeitwa Lawan, ambaye roboti huyu Lawan ana uwezo mkubwa wa kudhibiti nguvu za Jiwani. Wakati huo Manu akihangaika kuweza kumfufua Lawan ili aweze kufanya kazi, aweze kumsaidia kuweza kupambana na Jiwani ambaye kwa sasa analeta madhara katika dunia yao. Basi Manu alipokuwa anahangaika, moja kwa moja aliweza kufanikiwa kwa namna moja ama namna nyingine kuweza kuiamsha system ya kumfanya Lawan aanze kufanya kazi. Basi akiwa yupo na mfanyakazi wa baba yake, wakiwa wanaendelea kuhangaika huku na huku, mara ilionekana matumaini ya kuonekana Lawan akianza kuwaka na kuanza kufanya kazi, lakini system zilionekana kufeli pia. Wakati huo Jiwani alikuwa anaenda moja kwa moja kwenye maabara ambapo alikuwa anahitaji kuweza kumuua Manu. Basi wakati huo waliweza kupigiwa simu na Sonia, aliwaambia kwamba nipo kwa hapa nje, nimemuona Jiwani anakuja ndani ya ofisi hiyo, basi mfanyeni mtoke haraka haraka asije akaja kuwaua. Basi Manu akamwambia mfanyakazi wa baba yake kwamba kuna kitu ambacho sijamalizia kukifanya ili niweze kumwamsha Lawan aweze kufanya kazi. Mfanyakazi akamwambia hapana, kimbia uweze kuokoa maisha yako. Basi mfanyakazi alikuwa akiendelea kuiendesha system ya kuendelea kumfanya Lawan afanye kazi. Basi Manu moja kwa moja alichukua chipu ambayo ilikuwa inatakiwa kuwekwa kifuani kwa Lawan. Moja kwa moja alipoenda kuipachika pale, ilionekana ni sehemu sahihi, na taratibu Lawan alionekana kama bado hajaweza kuamka pale halipo. Sasa acha upande huo, tunamuona Manu alionekana kutoka ndani ya ofisi. Moja kwa moja aliingia kwenye gari na kupanda upande wa nyuma. Jiwani aliliona hilo, moja kwa moja Jiwani alianza kulikimbiza gari hilo wakati likiwa linaweza kuondoka. Sonia alianza kuliendesha gari hilo, lakini Jiwani nyuma alikuwa akiendelea kuwakimbiza, na uwezo aliokuwa nao Jiwani ulikuwa ukiwishangaza watu huko barabarani. Alikuwa akiruka juu ya magari hayo kama vile ndege ambaye alikuwa analuka. Uwezo wa Jiwani ulikuwa ni mkubwa kiasi kwamba alikuwa anaharibu mpaka magari mengine huko barabarani. Alikuwa akidunda juu ya gari na kupelekea itilafu kubwa. Moja kwa moja Sonia alikuwa akiendelea kukimbiza gari hilo ili kuweza kumkimbia Jiwani, ambapo Jiwani alionekana kabisa kuweza kuwakaribia. Moja kwa moja Sonia aliweza kufika mwisho kabisa, na ujanja wao wa kumkimbia Jiwani ulikuwa umeishia ukingoni. Wakiwa wapo hapa, wakiwa wanaonekana wakiwa na wasiwasi, yeye pamoja na binti yake Manuhu wakiwa ndani ya gari, wasielewe nini cha kuweza kufanya. Mama Sonia alikuwa akimtuliza binti yake asiwe na hofu. Sasa wakati huo Jiwani alitokea na kuwarushia gari ambalo lingeweza kuwaponda wote wawili, lakini kwa bahati nzuri gari lile liliweza kuzuiliwa na mwanaume mmoja aliyeonekana amefanana Copilot na Sharukani. Bila shaka Lawan, roboti ambaye inasadikika alitengenezwa na Sharukani, ana uwezo mkubwa wa kumdhibiti Jiwani ikiwa kama ataanza kuleta madhara kwa binadamu. Basi moja kwa moja Lawan alimgeukia Jiwani na huku akimtazama Jiwani pale ambapo alipokuwa
amesimama moja kwa moja, alikusanya nguvu yake kubwa na kuweza kurusha gari juu, lakini Lawan pia aliweza kuzuia milipuko hili ambayo ilikuwa inasababishwa na Jiwan. Moja kwa moja Jiwan alirusha gari kuelekea upande wa Lawan, lakini Lawan alizuia magari yote ambayo Jiwan alikuwa akimrushia. Wote wawili kwa pamoja waliruka juu kwa kasi kubwa, na kila mmoja akiwa na hamu ya kukutana na mwenzake. Moja kwa moja walikutana kati na kuweza kuganda angani. Kwa uwezo waliokuwa nao mkubwa, kila mtu alikuwa anatamani kuweza kumshambulia mwenzake, lakini kitu cha ajabu, hakuna mtu hata mmoja kati yao alionekana kuzidiwa kutokana na nguvu za mwenzake. Moja kwa moja Lawan alikuwa akimtafuta Jiwan na kugundua kwamba ameweza kukimbilia kwa upande wa juu. Moja kwa moja Jiwan aligeuka na kumtazama Lawan. Lawan aliruka moja kwa moja juu kwa uwezo mkubwa aliokuwa nao, na akaanza kudanda kwenye yale magorofa, na moja kwa moja Lawan aliweza kuwa anasogea gorofa moja mpaka gorofa jingine, mpaka pale alipobahatika kumfikia Lawan pale alipokuwa amesimama juu akimtazama Lawan kwa upande. Aligundua upande wa nyuma kuna tenki la mafuta. Alirusha kombora ambalo lililenga tenki lile la mafuta. Jiwan bila hata ya kujua, na moja kwa moja Lawan alijiachia kutoka juu mpaka chini. Sasa pale kulipokuwa kuna tenki liliweza kubutuka moja kwa moja na kumsambaratisha Jiwan kwa upande wa juu, na vipande vile wakati vikiwa vinaanguka, Lawan moja kwa moja aliudaka moyo wa Jiwan ambao huwa unatoka juu, na hapo ndiyo ikawa mwisho wa Jiwan kuweza kuangamia. Moja kwa moja Lawan baada ya kuwa amemaliza kazi hile, vipande vile ambavyo vinasadikika vilikuwa ndio mwili wa Jiwan vilianza kuonekana vikianza kuwaka pale chini. Lawan alijua moja kwa moja ameweza kumaliza kazi. Basi siku hiyo ya sherehe wakiwa wote watatu, yani baba mkwe pamoja na Jiwan, moja kwa moja wakiwa wanazungumza kuhusiana na sherehe ya harusi ambayo wao walikuwa wameweza kualikwa kama wageni. Sasa Sharukani akiwa anamtazama huyu baba mkwe wake, na huku akiiga jinsi ambavyo alivyokuwa akicheza. Sharukani akiwa yupo hapa aliweza kuhisi kitu cha ajabu, kwa sababu moyo wa Jiwan ulikuwa ukiwaka, na hiyo ilikuwa inamaanisha kwamba Jiwan hayupo mbali na eneo hili. Alimruhusu Sonia aweze kuondoka eneo lile, lakini baadaye Lawan alipokuwa anajaribu kutumia uwezo wake kuweza kumtazama Jiwan, aligundua moja kwa moja wakati anamruhusu Sonia aweze kuondoka na Manu, aligundua uso wa Manu ulivyokuwa unaondoka pale. Aligundua kwamba Jiwan ndio yule ambaye aliyemkabidhi mtoto. Bwana huku sasa tunamuona Jiwan akiwa anaendesha gari lile kwa kasi kubwa, akiwa amebeba sura ya Sonia. Moja kwa moja Lawan aliweza kufika kule ambapo alipokuwa Jiwan, na Jiwan alianza kumshambulia vikali sana Sharukani, lakini Sharukani pia hakuwa si haba. Lawan aliendelea kupambana na Jiwan moja kwa moja. Basi walipokuwa wanapambana wote wawili kwa pamoja, uwezo wao ulionekana ni mkubwa sana, na huku Manu akimwongoza Lawan ili aweze kumshambulia Jiwan ambaye kwa sasa analeta madhara. Moja kwa moja Manu alimsogelea Lawan kwa upande wa chini, na moja kwa moja wakashirikiana wote kwa pamoja. Jiwan alipoona kwamba wote wawili wameungana kwa pamoja kwa ajili ya kumshambulia yeye, basi moja kwa moja Jiwan aliamua kutengeneza mwili wake na uwezo wake, huku akiwa anawatambia kwamba hata mungeshirikiana mara ngapi msingeweza kuniangamiza mimi, kwa sababu mimi nina uwezo wa kipekee. Basi Lawan aliweza kugusa moyo wake, na huku akimwambia Manu kwamba wana uwezo mkubwa wa kumwangamiza Jiwan ambaye kwa sasa anaonekana kuwa na uwezo mkubwa kila siku na siku zinavyozidi kwenda. Wote wawili
waliungana kwa pamoja na huku wakimtazama Jiwani ambaye alikuwa yupo mbele yao. Jiwani alipoona sasa wanataka kumshambulia kwa pamoja, aliamua kuweza kujitoa kopi kwa wingi sana, na Lawan moja kwa moja alimwambia, alitengeneza bastola ambayo alibahatika kumshambulia Jiwani na kuweza kumwangamiza. Basi Jiwani aliweza kubutuka moja kwa moja vipande vipande, lakini pia na Lawan aliweza kuangamia baada ya kuwa amefanikiwa kumuua Jiwani. Aliamua kuweza kujipoteza yeye mwenyewe. Na huo ndio mwisho. Niandikie kwenye upande wa comment ni kitu gani ulichoweza kujifunza kwenye hii